Siku moja mimi nilikuwa Mwanza, kuna eneo linaitwa Bwiru. Nilikuwa na Freeman na Manase wakiwa watoto wadogo wadogo hivi. Tunaendesha gari, tukamwona kanga. Ndege anaitwa kanga. Yaani mama kanga, lakini anafuatana na watoto wa kanga. Alikuwa ni mama kuku wa kawaida, anafuatana na watoto wa kuku. Lakini ndani ya watoto wa kuku na watoto wa kanga, wanamfuata yule mama kuku. Yule kuku anatembea kidogo, anagonga chini kuita watoto wake. Wale watoto wa kanga nao wanakuja. Maana yake ni kwamba kuna mtu alichukua mayai ya kanga akamwekea kuku. Kuku akatamia yale mayai ili yatotolewe. Muulize mwenzako, kila ulichoatamia ni chako? Sije kuwa umeatamia mayai ya kanga. Sasa walipototolewa wale kanga na kuku pamoja, mama yao ni mmoja. Wamekuwa sasa wale kanga ni wakubwa wenye uwezo wa kupaa, ila bado wanamtegemea nani? Kuku ambaye hata hawezi kupaa. Wamesahau kwamba wana uwezo wa nini? Wa kupaa. Wakaenda kuwa uhuru polini, hata uhuru hawaujui, kwa sababu nafsi zao zimelogwa. Sasa nikamwambia Freeman, wale kanga wamedanganyika, kwa sababu ni wakubwa sasa, wakubwa kama mama kuku. Lakini ni mama kuku linafanya wale kanga na wao wanakuja kula pale. Alafu hata kuku wenzao hawa wanawaona na wale ni kuku. Ndivyo ambavyo dunia inatuona. Inatuona sisi tunafanana nao. Ila sisi pamoja na kwamba dunia imetuatamia, si wa hapa. Kuna siku tutaamka. Siku iliyofuata nikapita mimi kuongea na mwenye kuku. Akasema, bwana, mimi nichukua mayai polini nikamwekea huyu kuku akatotoa na namna hiyo. Kwa hiyo hawa kanga wako kama 7 na kuku wako 3 tu. Kanga ndio wengi. Kwa hiyo wanakaa naye na washakuwa umri wa mama yao, wanatii amri halali ya mama feki kuku. Ina maana ndani ya nafsi yao wanajua huyu ndio mama, kwa sababu tumekuwa kwa namna hiyo. Na ndio maana unaona watu wanasema kiwango cha maisha yetu ni haya, maana familia yetu na ukoo wetu tunafanya namna hiyo. Nyumbani ukimuuliza mtu unaweza kuwa bilionea sasa hivi, anakuambia swali kubwa sana hilo. Kwa sababu anaangalia familia yake, baba yake, mama yake, kipato chake, kazi yake, ndoa yake. He says, I cannot make it because of my family. Sasa nikamuuliza mwenye kanga, akasema, bwana, huyu kuku ameatamia haya mayai miaka mingi. Baada ya miezi 8 baadaye nikarudi tena Mwanza, nikamtembelea tena huyu bwana. Nikamuuliza, yule kuku na wale kanga wapo? Asema, mchungaji, nilipatwa na jambo baya sana. Ni Bwiru kule karibu na mlima. Kwa hiyo kulikuwa na kanga wengi wa polini. Nikamwambia, nini kilikupata? Asema, siku moja bwana, wale kuku wangu na kanga wangu wanakula pamoja. Wakatoka kanga kutokea polini, wale kanga original, wakapita juu wanapaa. Walipokuwa wanapaa wanafanya wale kanga kuku wanaangalia juu, wanaona mbona kuna sauti ya juu inayofanana sauti zetu. Wale kanga wanajiuliza, mbona kule juu kuna anayepaa tunafanana naye? Naongea na mtu kule juu yuko unafanana naye. Narudia tena, kule juu yuko unafanana naye. Nikamuuliza, kawaje? Akasema, wale kwale wakapita, wale kanga wakapita.
ila wale kanga wa kwangu walipopita wale kanga wa juu, wale kanga wa kwangu wakaanza kupiga mabawa hivi, wakaanza kucheki, je, na sisi tunayo mabawa kama wale wenzetu wa juu? Nasema na mtu, na wewe unayo mabawa, angalia juu, unaweza kupaa. Haleluya, unaweza. Ni kwamba ile nafsi imefinyiliwa sana, umeona kana kwamba huna nini, mabawa. Anasema walipopita wale juu, wale kanga hawakupaa, ila wakaanza kupanua, wakaanza kucheki, niko sawa, niko kama yule wa juu, niko kama yeye. Je, hukumu zangu ndio zake? Je, macho yake ndio macho yangu? Masikio yake ndio masikio yangu? Miguu yake ndio miguu yangu? Wakaangalia wale kanga waliokuwa juu, wakaenda kupiga kona, wakapita tena, wakaangalia chini, wakaja wale kanga wakaangalia mara nyingine, wakaanza kurukaruka, wakaanza hawapai, lakini wanakwenda kushoto, wanakwenda kulia, wanafanya warm up. Mwambie mwenzako warm up. Wanajiandaa kupaa, wameshagundua kuna sauti angani inayotuamuru tupae, wanajiandaa kupaa. Ninaongea na mwanamke, ninaongea na binti, kuna sauti angani inayosema ndoa yako ipae, kuna sauti angani inayosema biashara ipae, watoto wapae, kazi ipae. Panua mabawa yako, unataka kupaa. Kera kapase tayama. Anasema yule kwale akaenda kanga, akawacha kanga wengine wanakimbia chini. Mwambie mwenzako, ili upae lazima ukimbie chini kwanza.